Movie yetu inaanza katika mtaa uitwao Chinatown, na hapa tunamuona mpelelezi aitwaye Walter, ambapo anatambua kwamba anafuatiliwa. Anaanza kutembea kwa kasi zaidi na anaingiza kifurushi ndani ya sanduku la barua kabla ya kuondoka. Kwa bahati mbaya, mara tu anapofika barabarani, anagongwa na gari aina ya van. Walter anaachwa akivuja damu chini, huku gari hilo likiondoka. Huko Hawaii, kamanda wa jeshi la wanamaji James analifundisha kundi lake ndani ya bwawa. Hakuna mtu anayeweza kukaa chini ya maji kwa muda mrefu kama yeye, hivyo anatoka na kuwaonya. Anaingiliwa na askari anayemjulisha kwamba ana simu muhimu kutoka kwa polisi. Muda mfupi baadaye, James yuko katika chumba cha kuhifadhia maiti akiitazama mwili wa baba yake. Anaambiwa kwamba Walter aliuawa kwa dawa iliyofichwa, lakini James haonyeshi hisia yoyote. Baada ya hapo, James anarudi nyumbani na kuanza kuandaa chakula cha jioni kwa ajili ya familia yake. Mke wake Ila anapomuuliza kuhusu siku yake, anamwambia kuhusu mafunzo, na kwa kawaida tu anataja kwamba Walter amekufa, akimuita kwa jina lake badala ya kusema baba. Ila anataja kwamba kaka yake anapaswa kuarifiwa. Hata hivyo, James anamkumbusha kwamba hawajazungumza kwa miaka mingi na kaka yake hatajibu simu zake. Huko Oklahoma, kaka wa kambo wa James aitwaye Johnny anamkuta mpenzi wake Valentina akifunga vitu vyake kwa sababu anataka kuondoka. Leo ni siku yake ya kuzaliwa na Johnny amesahau, jambo ambalo limekuwa toni la mwisho. Johnny huwa anafanya mambo kwa mzaha na hachukuli chochote kwa uzito, hivyo Valentina amechoka. Johnny anaomba msamaha na kuapa kwamba atafanya vizuri zaidi, hivyo Valentina anambusu. Hata hivyo, pia anampiga kofi na anaondoka. Hata hivyo, Johnny aliyevunjika moyo anatumia saa chache zinazofuata akinywa pombe ili kusahau. Wakati huo anapokea simu kutoka kwa Ila anayemjulisha kuhusu kifo cha Walter na kumwambia kwamba mazishi ni kesho. Johnny hana hamu ya kuhudhuria na anaenda bafuni huku akimwambia kuhusu kazi yake ya polisi. Ghafla, wanaume wawili wanaonekana nyuma yake na kumwekea kisu shingoni. Johnny anapogeuka kuangalia, kwa bahati mbaya anakojoa kwenye viatu vyao. Wanaume hao wanataka kifurushi ambacho Walter alituma, lakini Johnny hana wazo anachokizungumzia na anaeleza kwamba hajamuona Walter tangu alipokuwa mtoto. Wanaume hao wanamuonyesha alama zao za kuchorwa mwilini kuthibitisha kwamba wao ni wanachama wa Yakuzai na wanatishia kumuua ikiwa hawatapokea kifurushi hicho. Johnny anajifanya kuomba aachwe hai ili tu awashambulie. Anawarusharusha wanaume hao ndani ya bafu lake na kuharibu vitu kadhaa, ikiwa ni pamoja na mlango. Wanaume watatu wanaingia na kufyatua risasi, hivyo Johnny analazimika kujificha. Mmoja wa washambuliaji wa kwanza kisha anaamka, hivyo Johnny anamtupa dhidi ya mlango na kuusukuma ili amnase pia mpiga risasi, akimpiga kupitia mbao. Kisha Johnny anaanza kutumia fanicha kama silaha na hata anachukua mapumziko kunywa kinywaji. Mapigano yanaendelea kwa muda na Johnny anafanikiwa kuwaangusha wanaume wawili. Mwanaume wa mwisho analigundua kaburi la kumbukumbu la mama yake ndani ya nyumba na kuliharibu. Hivyo Johnny anachukua kifaa cha kukunja chakula chenye meno makali na kukipitisha kikatili kwenye mkono wa mtu huyo. Kisha anaugonga kichwa cha mwanaume huyo juu ya meza na kumpiga kutoka nyuma, akimng'oa meno. Juu ya meza hiyo hiyo anakuta ujumbe kutoka kwa Valentina unaosema asante kwa kutofanya chochote. Wahuni hao wanarudi tena na Johnny anakaribia kunyongwa hadi kufa, lakini anamtupa mtu huyo juu ya vipande vya kioo na kumuua. Baada ya hapo, Johnny anachukua picha ya mama yake akiwa pamoja na yeye alipokuwa mdogo. Akiwa amejificha nyuma yake ni Walter na Johnny anamtukana. Siku iliyofuata kwenye mazishi, James anatambua kwamba wote wawili, genge la Yakuza na genge la Syndicate, wamekuja. Pia anashangazwa na kuwasili kwa Johnny na mara moja wanaanza kubishana na kutukanana, hivyo padri analazimika kuwakemea. Baada ya hotuba ya padri, majivu ya Walter yanapelekwa baharini kwa mashua. Baadaye Johnny anagundua kwamba James anaishi katika nyumba yake ya utotoni. Inafichuliwa kwamba Walter alimsaliti mama wa James na akampata Johnny na mpenzi wake wa siri. Mama wa James bado anamkaribisha Johnny nyumbani kwake, lakini James hakumpenda kwa sababu usaliti huo uliharibu familia yake. Wakati wa chakula cha mchana, familia inaungana na Gavana Peter kwa sababu dadake wa kambo wa Johnny Nani anamfanyia kazi. Johnny anafichua kwamba hakuja kwa ajili ya kaka yake, alikuja kwa sababu anataka kumpata muuaji wa Walter. James anasisitiza kwamba ilikuwa drone iliyofichwa, hivyo Johnny anamwambia kuhusu shambulio la usiku uliopita. Mabishano yanaibuka na James anamshutumu Johnny kwa kuleta matatizo kila mahali. Johnny anapomkumbusha kwamba James hakumsaidia hata mama yake alipouawa pia, James anaganda kwa sekunde moja kabla ya kumuomba waongee kwa pembeni kwa siri. Ufukweni, ndugu hao wanaanza kubishana tena na James anakataa kuamini kwamba kifo cha Walter hakikuwa ajali, hivyo Johnny anamuonyesha ishara ya kidole cha kati na kuondoka. Katika baa moja, Johnny anakutana kwa bahati na rafiki yake wa zamani aitwaye Alkai ambaye ni mwanachama wa genge la Syndicate. Bosi wa Akai aitwaye Mr. K anataka kumuona Johnny, lakini yeye hana hamu. Ghafla Johnny anaanza kujisikia vibaya na kupoteza fahamu anapotambua kwamba Akai aliweka dawa ya usingizi kwenye kinywaji chake. Muda mfupi baadaye, Johnny anaamka ndani ya chumba akiwa na Mr. K ambaye anaonyesha
anamkumbusha kwamba John aliwahi kuwaumiza watu wake wengi huko nyuma. John anasema alifanya hivyo kwa sababu genge la Syndicate lilimuua mama yake. Mr. K anamwambia John aondoke Hawaii, lakini anakataa. Hivyo anamrusha juu ya meza na kuchonga herufi ya jina lake kwenye shingo ya John. Anampa siku 7 za kuondoka, la sivyo watamuua. Wakati huo huo, James anaenda kumuona Detective Renard na kuomba ripoti ya Walter. Renard anamwambia yuko huru kuitazama, lakini hakuna taarifa yenye manufaa. Ajali ilitokea katika eneo ambalo watu hawazungumzi na polisi na kamera pekee ilikuwa imeharibika. Polisi wana uhakika kwamba ilikuwa droni iliyofichwa, hivyo hakuna anayechunguza kesi hiyo. Kisha James anachukua mali za Walter kutoka kituo cha polisi. Kuna kisu na pochi yenye tiketi iliyo na orodha ya maneno ya ajabu. Wakati huo huo, John anaingia kwa kuvunja katika nyumba ya Walter. Anapata bunduki ndani ya draw na anaamua kuichukua. Ghafla mtu mwingine anaingia ndani ya ghorofa, hivi John anajificha katika chumba kingine. Mtu mwenyewe ni Pa. Anaanza kupekua karatasi juu ya meza na John anajaribu kumshambulia kwa ghafla, lakini Pa anamtupia sahani na kukimbia. Anaruka juu ya paa kadhaa na magari ili kufika chini, lakini anapofika barabara kuu, John anamgoja kwa ngumi. Kisha John anampeleka Pa katika baa na kudai maelezo. Pa anasema alimfanyia kazi Walter ambaye alikuwa kama baba kwake. Walter alikuwa na maadui wengi waliotaka afe na kazi yake ya mwisho ilikuwa na kampuni ya upishi. Pa alijifanya mhudumu wa chakula kwa ajili yao, lakini hakuwahi kuelewa kwa nini Walter alimpa kazi hiyo. John anatangaza kwamba sasa Pa atamfanyia yeye kazi na kwa maumivu anamkandamiza pua yake iliyovunjika ili kuirudisha mahali pake. Kurudi kwa James, amefika katika eneo la tukio la uhalifu na anachunguza alama za matairi barabarani. Kisha anatambua kuna kamera katika duka la watu wazima, hivyo anaingia ndani na kujaribu kutoa pesa ili aruhusiwe kuona picha za kamera za usalama. Mmiliki anapokataa, James anamshambulia mhudumu kwa kung'oa hereni zake za mwilini. Baadaye John na Pa wanarudi nyumbani kwa Walter na wanakuta ubao wa kutelezea mawimbini. Pa anasema kwamba Walter hakuwahi kuteleza mawimbini na John anatambua kwamba kiungo cha chini cha ubao huo kimewekwa vibaya. Anapokivuta, michoro ya ramani inaanguka kutoka kwenye sehemu ya siri iliyofichwa. John anampigia simu Nani na kumwambia kwamba michoro hiyo ya siri ina muhuri wa serikali ya Peter, hivyo anaahidi kuangalia kwenye data za kompyuta baadaye. Pa anapojaribu kuondoka, ghafla anagongwa na mlango wa mbele. James anavamia ndani ya ghorofa akiwa ameelekeza bunduki yake, hivyo John naye anatoa silaha yake. Wanatambua kwamba wote wawili wanafanyia kazi kesi hiyo hiyo, hivyo wanashusha bunduki zao na James anatoa kifaa cha kuhifadhi taarifa chenye picha za kamera za usalama kutoka dukani. Wanapozitazama, wanagundua kwamba gari la vani halina namba ya usajili. Dereva hakuwahi kukwepa, hivyo John anadhani hili linaonekana kuwa la makusudi, lakini James bado anataka ushahidi zaidi. John anamtuma Pa akatafute taarifa kuhusu kampuni ya upishi kutoka kazi ya mwisho ya Walter kabla ndugu hao hawajaondoka kwa gari. Wanabishana wanapoendesha, hivyo hawaoni gari lililoko kona ya barabara na wanagongana. Gari hilo kubwa linaendelea kulisukuma gari lao barabarani na kusababisha magari mengine pia kugongana. Kisha watu waliomo ndani ya gari hilo wanaanza kufyatua risasi, hivyo John anaongeza mwendo, lakini kwa bahati mbaya anagonga meza za mgahawa. Magari hayo yanakwama pamoja, hivyo ndugu hao hawawezi kuondoka. John anajaribu kulipiga risasi gari la adui, lakini vioo vyake haviingiliwi na risasi. Kwa bahati nzuri, James anafanikiwa kumuua mpiga risasi kwa kumpiga risasi kichwani. Anajaribu kuwaua wanaume wengine pia, lakini risasi zinamuishia. Kisha John analipiga risasi mlango na anaruka nje ya gari. Anakimbia barabarani na kuendelea kufyatua risasi kwa wanaomkimbiza, huku watu waliowazunguka wakipatwa na hofu. James anapata risasi kadhaa kabla ya kupanda nje kupitia dirishani na anaruka juu ya gari la adui. Hata hivyo, risasi zake haziwezi kuvunja kioo. John anapiga risasi injini ya gari la adui na kulisababisha lilipuke na kugonga, huku James akitua juu ya lami ya barabara. Katika kituo cha polisi, Renard anawapigia kelele ndugu hao kwa vurugu walizosababisha na anafichua kwamba John alisimamishwa kazi kutoka nafasi yake ya polisi miezi 2 iliyopita. Sasa anachunguzwa kwa matumizi ya nguvu kupita kiasi. James anamkabidhi Renard kifaa kile cha kuhifadhi taarifa na kumwomba achunguze kesi hiyo, lakini Renard anakipuuza na kuwaambia watulie. Jioni, Nani anawaonyesha ndugu hao kile alichokipata kwenye mfumo. Michoro ile ilikuwa ya jengo lililoko upande wa mashariki wa mji na iliagizwa na mwanaume aitwaye Marcus ambaye ana hoteli za mapumziko kote duniani. James anatambua muhuri unaosema Sacred Casino Princess nyuma ya michoro ile, jambo ambalo ni la ajabu kwa sababu kamari ni kinyume cha sheria kisiwani humo. Kundi linakubaliana kwamba watalazimika kuzungumza na Marcus wakati wa hafla ya kila mwaka kuchangisha fedha kesho yake. Asubuhi inayofuata, James anamuuliza John kwa nini alisimamishwa kazi. John anaeleza kwamba alimpiga risasi muuzaji alikuwa akiuza dawa za kulevya kwa watoto na James anaonekana kukubali maelezo hayo. Kisha ndugu hao wanaenda katika eneo ambalo kasino ilipaswa kujengwa. Si eneo la ujenzi, ni kijiji cha Kihawaii ambacho kimekuwa mali ya jamii ya wenyeji kwa karne nyingi. Wakati huo, John anapokea simu
kutoka kwa Pa anayemwambia kwamba polisi wameopoa gari la van la bluu kutoka majini. Ndugu hao wanakimbilia eneo la tukio na kugundua kwamba polisi pia wamepata mwili wa mhasibu wa serikali. Gari hilo halina namba za usajili, lakini Renard ana orodha ya magari yote ya van ya bluu yaliyosajiliwa kisiwani humo. Ndugu hao wanaitazama na kujaribu kuichukua orodha hiyo, lakini Renard anaichukua tena na kuwakumbusha wakae mbali na fujo hii. Baada ya Renard kuondoka, Johnny anamwomba Pa atafute taarifa kuhusu jina Hayashi Imports ambalo lilikuwa jina pekee la Kijapani kwenye orodha. Saa chache baadaye, Pa anafanya kazi kama mhudumu katika hafla ya kuchangisha fedha na anawapatia ndugu hao mashati ya ziada ya sare ili waweze kuingia kwa kujificha. Pia ametafiti Hayashi Imports na kuthibitisha kwamba ni mali ya Yakuza. Timu inajigawanya ili wasionekane wa kutiliwa shaka, na James anaishia kumhudumia Nakamura ambaye kwa kawaida tu anaweka unga wa furaha kwenye sahani yake. James anaiba kadi ya mkopo ya Nakamura kutoka kwenye sahani na anatambua kwamba inaandikwa Hayashi Imports. Anamrudishia Nakamura kadi hiyo kwa kujifanya ameiona sakafuni na kumuuliza kama Hayashi Imports imepoteza gari la van la bluu. Nakamura mwenye shaka anamtishia James kwa njia isiyo ya moja kwa moja kabla ya kuondoka. Wakati huo huo, Johnny anajitambulisha kwa Monica ambaye anatambua jina lake la ukoo na kumuuliza kuhusu Walter. Baada ya Johnny kumweleza kuhusu tukio hilo, Monica anafichua kwamba yeye ni mke wa Marcus na anataka talaka, hivyo alimwajiri Walter ili apate ushahidi wa kumshinikiza. Bila ushahidi huo hatakuwa salama. Hataki kusema mengi hadharani na anamwomba Johnny aje katika nyumba yake ya juu kesho yake. Baadaye walinzi wenye silaha wanawazunguka ndugu hao na kuwavuta kwenda kumwona Marcus ambaye anadai kwamba alimwajiri Walter na akamlipa vizuri kwa usiri wake. Marcus anaonekana kushangaa kusikia kwamba Walter amekufa. Hata hivyo, Johnny anadhani kwamba yeye ndiye aliyemuua. Marcus mwenye hasira anakataa na anasema alimwajiri Walter kuchunguza kama Monica alikuwa kimsaliti. Kwa bahati nzuri, Monica hakuwa kimsaliti. Wakati Johnny anaanza kuchezea guruneti alilolipata juu ya dawati, James anatambua leso yenye vidole viwili ndani yake. Marcus anaviondoa haraka visionekane na anawafukuza ndugu hao kwenye mali yake. Baada ya wao kuondoka, Marcus anaitazama picha ya Monica na kujiuliza amefanya nini. Siku iliyofuata, Johnny anaenda kwenye nyumba ya juu ya Monica, lakini anakuta magari ya wagonjwa, polisi na umati wa watu. Akitazama kwa karibu zaidi, anaona mwili wa Monica juu ya gari. Taarifa rasmi inasema kwamba alianguka kutoka kwenye roshani yake. Johnny mwenye hasira anarudi kwenye jumba la Marcus na kuanza kupigana na kila mlinzi anayemzuia. Anapojaribu kuingia ndani, anawaangusha wanaume kadhaa, lakini hatimaye walinzi wanamtumia kifaa cha mshtuko wa umeme na kumdhibiti. Marcus anakuja kumtazama na Johnny anamshtaki kwa kumuua Monica, lakini kwa mara nyingine tena Marcus anakataa na kuwaambia watu wake waite polisi. Mlinzi mmoja anampiga teke Johnny ili kumpoteza fahamu. Baadaye gerezani, Johnny anatembelewa na Peter ambaye amemshawishi Marcus kuondoa mashtaka. Anamwomba Johnny aache polisi washughulikie kesi hiyo na anaonyesha kwamba Walter daima alikuwa na giza ndani yake. Peter anaona giza hilo pia ndani ya ndugu hao, hivyo anataka wapate kwa kila mmoja wao msaada ambao Walter hakuwahi kuwa nao. Johnny anapoachiwa, James anamsubiri na anamkemea kwa kuleta matatizo, akisema kwamba kupiga watu hakutamrudisha mama yake. Hilo linamfanya Johnny apandwe na hasira, hivyo anamgonga James kwa kichwa na kuanza kumpiga. James anajilinda na wanaishia kupigana juu ya magari ya polisi wakivunja madirisha kadhaa. Mapigano hayo yanaendelea hadi kwenye matope na James anapata nguvu zaidi akishinda kwa kumpiga Johnny usoni mara nyingi. Johnny kisha anauliza ni mtu wa aina gani anayemwacha mdogo wake wakati anamhitaji zaidi, akirejelea wakati James alimfukuza. Hata hivyo, James anasema alifanya hivyo ili kumlinda kwa sababu genge la Syndicate lilikuwa linataka kumuua. Johnny anaeleza kwamba anaandamwa na taswira ya mwili wa mama yake aliyekufa na kwamba James ndiye aliyekuwa kitu pekee kilichobaki kwake. Hatimaye akitambua uzito wa matendo yake, James anaomba msamaha. Baadaye nyumbani, Johnny anapokea simu kutoka kwa Valentina ambaye alirudi nyumbani kwake kuchukua barua na akakipata kifurushi maarufu cha Walter. Ndani yake kuna kifaa cha kuhifadhi taarifa na Johnny anamwomba kilete Hawaii. Katika uwanja wa ndege, Johnny anajaribu kumpokea Valentina kwa kumbatio, lakini yeye anamrushia sanduku lake la nguo. Wote wanaingia kwenye gari na Pa anajaribu kufungua kifaa kile kwenye kompyuta yake, lakini anakutana na ukuta wa usalama wa benki. Valentina anatambua kwamba hiyo ni cold wallet na anaeleza kwamba imewekewa password kwa njia ya kidijitali. Kifaa cha kuhifadhi taarifa ndicho ufunguo, maana yake Yakuza wanakitaka ili kufikia akaunti ya mtu fulani. Neno siri linahitaji maneno 12 yaliyotengenezwa kwa mpangilio wa nasibu. Hivyo James anampa Pa tiketi aliyoipata ndani ya pochi ya Walter. Ghafla, helikopta inaanza kuwafyatulia risasi. Johnny anajaribu kujibu mashambulizi kwa risasi, lakini James anapata shida kudhibiti gari kwa sababu analazimika kukwepa risasi na pia magari ambayo helikopta inayaangusha ili kuzuia njia. Valentina anamshawishi amwachie aendeshe na anaonyesha ustadi wa ajabu
ajabu anapoongeza mwendo, akipita karibu na kila gari lililogongana kana kwamba si kitu. Hatimaye helikopta inaondoka na wanaume wawili wanaonekana juu ya pikipiki. Wanapoanza kufyatua risasi, Valentina analazimika kukata kona ghafla na kuishia kuendesha gari kwa kurudi nyuma. Johnny anajaribu kuwafyatulia risasi lakini anakosa kila shabaha, hivyo Valentina analisimamisha gari kwa makusudi. Pikipiki inagonga gari na wanaume hao wanaangukia juu yake. Valentina anaondoka tena kwa kasi, huku mmoja wa wanaume akitambaa juu ya paa la gari kwa msaada wa visu vyake. Anafika kwenye dirisha la nyuma na kuingia ndani ya gari akijaribu kuchukua kompyuta ya paa. James anaanza kupigana naye huku Johnny akimkabili mwanaume wa pili juu ya boneti. Baada ya kumpiga mara kadhaa, Johnny analazimika kurudi ndani ya gari ili kukwepa lori linalokuja. Valentina analitikisa gari ili kumwacha yule mtu akining'inia kwenye mlango, hivyo anampiga kwa bunduki yake. Johnny anashika mkono wake ili kupotosha risasi na Valentina anaendesha karibu sana na uzio ili kumsaga adui huyo hadi wanamgoa mkono wake na mwili wake unaanguka barabarani. James anafungua mlango na kumsukuma mwanaume mwingine huku akilishikilia kichwa chake juu ya lami, akiacha mstari wa damu kabla ya kuutupa mwili nje. Hili linasababisha magari kadhaa ya raia kugongana. Valentina anapombusu Johnny, helikopta inarudi tena na kuanza kufyatua risasi. Ndugu hao pia wanajibu kwa risasi na James anafanikiwa kumpiga risasi kichwani. Mwili wake unaanguka nyuma na risasi zinampiga rubani badala yake, hivyo helikopta inaanguka barabarani. Muda mfupi baadaye, Valentina anaendesha kwa kasi iwezekanavyo na anaingia kwenye handaki kwa wakati mwafaka ili kuepuka mlipuko. Baada ya hapo, kundi linachukua mapumziko na hatimaye Pa anafanikiwa kufungua taarifa zilizomo kwenye kifaa cha kuhifadhi taarifa. Dola milioni 12 kwa mwaka zimekuwa zikihamishwa kwenda kwa Peter, jambo linalofanya kundi litambue kwamba Marcus amekuwa akimlipa Peter ili kuhalalisha kamari ili aweze kufungua kasino yake, na Yakuza waliajiriwa kwa ajili ya ulinzi. Walter alipoajiriwa kuchunguza ndoa hiyo, kwa bahati mbaya alijikuta ameangukia katika njama hii. Huenda mhasibu wa serikali alimpa Walter taarifa zote na Peter akagundua hilo, hivyo akalazimika kumuua kila mtu aliyekuwa amehusika ili kulinda siri yake. Wakati huo huo, Nani anamwonyesha Peter michoro ile akisema kwamba huenda Marcus si mtu mzuri hata kidogo. Peter anajifanya kana kwamba hakujua chochote na anachukua michoro hiyo akiahidi kupitia miradi yote. Kundi linaporudi nyumbani, James hawezi kuipata familia yake na anajaribu kuwapigia simu, lakini anakuta simu ya ile ikiwa sakafuni. Anatafuta nyumba nzima kwa hofu na hatimaye anafarijika anapowapata watoto wake wakiwa wamejificha bafuni. Wanamwambia kwamba Ila ametekwa nyara na James anawakumbatia ili kuhakikishia kwamba hakuna chochote wangeweza kufanya kuzuia hilo. Wakati huo, Marcus anawatumia video inayoonyesha Ila na Nani wakiwa wamefungwa kamba katika chumba chake cha chini ya ardhi. Anataka ndugu hao wamletee kifaa cha kuhifadhi taarifa badala ya maisha ya wanawake hao. James mwenye hasira anafungua ghala lake la silaha na ndugu hao wanachukua bunduki nyingi kadiri wanavyoweza kubeba. Jioni, wawili hao wanawapiga risasi walinzi wawili nje ya jumba la Marcus kabla ya kuvuka uwanja. Kuna walinzi zaidi kando kando na wote wanauawa kimya kimya. Ghafla, dirisha la gari la Marcus linavunjika na walinzi wanakaribia kuangalia, wakikuta ujumbe unaowaomba watabasamu. Kisha wanauawa na Johnny anayewapiga risasi mmoja baada ya mwingine. James anatoa msaada akiwa kama mshambuliaji wa mbali na anajaribu kumuua mtu aliyeko ghorofa ya kwanza pia. Hata hivyo, kioo hakiingiliwi na risasi na kelele inayotokea inamfanya mlinzi afungue dirisha. James anafyatua risasi haraka na kumuua pia. Ghafla, umeme unakatika ndani ya nyumba na Marcus anatuma mmoja wa walinzi wake wa chumba cha chini ya ardhi kwenda kuchunguza. Mwanaume huyo anagundua kwamba nyaya zote zimekatwa na anamwambia Marcus hilo kupitia redio. Anapogeuka, anawakuta wenzake wote wakiwa wamekufa ndani ya bwawa. Wakati huo, Johnny anamchoma kisu shingoni kutoka nyuma na kuchukua redio ili kumwambia Marcus kwamba watamuona hivi karibuni. Marcus kisha anamtuma Nakamura na watu wake. James anakutana nao kwenye korido na mapigano makali yanaanza. Eneo ni finyu, lakini hilo halimzui James kuwaua wote ndani ya dakika chache tu. Mmoja wa wahuni anajaribu kukimbia, hivyo James anamrukia na kuanza kupiga kichwa chake kwa nyundo. Johnny analazimika kuja kumtuliza. Baada ya hapo, hatimaye ndugu hao wanafika kwenye chumba cha chini ya ardhi na kuwafungua wanawake. Wanaanza kukimbia, lakini Johnny anaamua kurudi ili kulipiza kisasi kwa Marcus. Ila anasema atakuwa sawa na anamshawishi James abaki pia. Mara tu wanawake wanapoondoka, James anarudi kwenye chumba cha chini ya ardhi na kumkuta Nakamura. Hivyo mapigano ya risasi yanaanza. Nakamura anakunywa unga wa furaha katikati ya mashambulizi na risasi zinapomuishia anachukua upanga badala yake. James anajilinda kwa mapigano ya mikono kwa mikono kabla ya kuchukua rungu lenye ncha za chuma. Baada ya kulipitisha rungu hilo usoni mwa Nakamura kuongeza maumivu, James anauvuta mkono wake na kuuvunja. Hilo linamwezesha kuchukua upanga na kumchoma, kisha kuusukuma upanga huo usoni mwake. Wakati huo huo, Johnny anamkuta Marcus akijaribu kutoroka kwa mashua yake. Anamrukia haraka na kufanikiwa kumnyang'anya silaha. Wanaanza kupigana mikono kwa mikono na kutupiana kila kitu anachoweza kufikia. Marcus anapata ndoano na kumchoma Johnny begani ili kumkokota mwili wake juu ya ardhi. Kisha Marcus anarudisha bunduki yake na kuanza kuongea kwa
majivuno, akimpa John muda wa kuamilisha guruneti aliloiba juu ya dawati. Marcus mwenye hasira anampiga John risasi hata hivyo na kumfanya aanguke majini muda mfupi kabla guruneti halijalipuka. Wakati huo, James anafika kwenye gati na kuruka haraka majini kumwokoa ndugu yake. Kwa pamoja wanarudi juu ya maji na kuutazama moto uliomuua Marcus. Asubuhi, Renard anamkamata Peter hadharani. Baadaye, familia inapumzika ufukweni na kuweka picha za wapendwa wao waliopotea. John anaomba msamaha kwa mama yake kwa kuepuka nyumbani kwake muda wote huo na anaahidi kufanya vizuri zaidi na Valentina. Wakati huo, Mr. K anatokea na kufichua kwamba hataki John aondoke. Alikuwa akijifanya ili kumlazimisha apigane na Yakuza kwa niaba yake. Sasa, genge lake ndilo pekee lililobaki kisiwani humo. Kama shukrani, Mr. K anampa John karatasi yenye jina la muuaji wa mama yake. John anamuonyesha James ambaye anasema atamuunga mkono, lakini pia anaonyesha kwamba Walter alimtumia kifaa cha kuhifadhi taarifa kama njia ya kumrudisha nyumbani. John anaamua kuichoma karatasi hiyo ili hatimaye aache hasira yake nyuma na anaungana na familia yake kuanza maisha mapya. Na huu ndio mwisho wa movie hii. Usisahau kusubscribe, kisha like, halafu comment neno lolote lile ili kutusapoti. Utatisha zaidi endapo ukiwasha kengele ya notification, na pia kutufollow katika peji yetu ya Facebook. Tunatumia jina Kicha TV kwa movie kali kama hizi, na Mungu atakubariki sana.